Katika juhudi za kuienzi lugha ya Kiswahili katika ukanda wa Afrika Mashariki, tuzo za Wasta 10 zilifanyika mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, zikitambua juhudi za watu mbalimbali waliotoa mchango mkubwa katika kukuza na kutetea Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hafla hiyo iliyoandaliwa katika mtaa wa Ngong, jiji kuu la Nairobi, ilihudhuriwa na watu kutoka katika sekta mbalimbali wakiwemo wanahabari, wasomi, wanafasihi na hata viongozi wa kisiasa. Akishatukaribisha, alafu baada hapo tutaanza burudani. Lakini Harith, kabla hujamkaribisha mzee Wala bin Wala, Wakenya wanamjua, wanamuona mwandishi. Huyu bwana anaishi Tanzania kuliko anavyoishi Kenya. Yaani piti wiki mbili, kongamano Dodoma, Kigoma, Moshi, Mbeya, Zenji kule, visiwani kule anaingia. Wanamchukuliaje huko nyumbani Mwalimu Wala bin Wala? Na unajisikiaje kwa mara ya kwanza kufika kwake nyumbani? Kwetu sisi anatambulika sana, na ukitazama ana tunzo nyingi ambazo yeye ameshatunzwa kutokana na kazi anazofanya. Bahati nzuri nimeona katika matembezi yetu ya kutembelea sehemu ile ambayo amehifadhi vitabu, tunahitaji na hofia kukosea kuita library, sitaki niite library, maktaba. Nimeona picha moja ambayo ametunzwa tu, amepewa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hata huko ndani angalia ndio baadhi ya picha unaziona pale Mrisho kama ulivyomtaja. Ni kweli. Sasa huyu anatambulika sana Zanzibar, na sio kutambulika lakini anaheshimika pia Zanzibar. Wageni mbalimbali walipata fursa ya kuzungumza kuhusu umuhimu wa Kiswahili kama chombo cha kuunganisha watu, kuendeleza elimu na kukuza utambulisho wa Kiafrika. Kiswahili kimetutoa mbali. Na kumbuka miaka ile nilikotoka kule Mlima Elgon, si rahisi kumpata mtu ambaye anashadidia Kiswahili kwa kuangalia kitovu changu kule mlimani. Lakini safari imekuwa ndefu, tumetangamana na wengi, tumeshikana mikono. Guru amenishika mkono, amenikumbusha leo nilipokuwa kule Kisumu, manake nilikuwa mwalimu kule Rabur kule, nikifunza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tumesafiri kwingi. Kiswahili kimetupeleka Ujerumani, tumefanya kazi kule kwa miezi kadhaa. Tumekwenda tena na tena kutokana na Kiswahili. Alivyosema kwamba Guru amekuwa na mchango mkubwa sana katika Kiswahili, kuturekebisha sisi wanahabari. Tunapokosea anatuandikia arafa, tunapofanya vyema anafanya nini? Anatusifia na kututuza vile vile. Tuzo hizo zilitolewa kwa mamia ya watu walijitokeza kwa mstari wa mbele katika kukuza Kiswahili kwa njia ya uandishi, tafsiri, utafiti na matumizi ya lugha hiyo katika nyanja za kidiplomasia na kijamii. Vitabu vyetu vyote vina lugha mbili, na humu ndani it's 2 in 1. Hapa juu ni Kiingereza, ndani kuna tafsiri yake ya Kiswahili. Tuthubutu, fursa zipo, lakini tuzitafute. Tusikae tu Tanzania na hapa Kenya na Kiswahili. Mimi najulikana kama Simba Jike Baharia. Mimi Msomali. Simba Jike Baharia. Ramla Abdi Ahmed ama Simba Jike Baharia. Kwa hiyo at least naweza jipongeza kwa kuwa jinsi ambavyo nazungumza mtu hawezi kufahamu ya kuwa mimi ni Msomali, na jinsi ambavyo ninaenda najua ya kuwa nina karia ambapo afadhali hivi sasa Somalia imesema ya kuwa itatambua Kiswahili kama lugha pia vile vile. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna ambavyo sasa Kiswahili kinachanja mbuga, kinakwenda haraka sana duniani, na sasa baada ya UNESCO ambao kimsingi yeye ndiye atatusaidia zaidi kukifikisha hata kwenye Umoja wa Mataifa, UNGA, General Assembly. Miongoni mwa waliopokea tuzo hizo ni wakiwemo wanahabari watajika wa humu nchini, taifa la Tanzania, Uganda na ukanda wa Afrika Mashariki. Nikikosa 10 naishi wapawa. Akizungumza kwenye hafla hiyo, mwenyeji mzee Guru Ustadh Wala bin Wala na profesa wa Kiswahili aliwashukuru wote ambao walitenga nafasi na fursa yao kufika katika ukumbi wa Wasta ili kuendelea kukikuza Kiswahili katika jamii ya Afrika ya Mashariki. Mambo hubadilika, maisha hubadilika, na mabadiliko yanapobadilika, badilika nayo.
Nina kitabu pale hapo. Hamkuangalia sana vitabu vya Kiingereza. Kitabu kinachosema kwa Kiingereza, when everything changes, change everything. When everything changes, change everything. Kila kitu kinapobadilika, na wewe ubadilishe kila siku, kila kitu. Na wewe ubadilishe kila kitu. Kubali mabadiliko, utaishi. Sawa na mimi. Kama ningekuwa nakataa mabadiliko, nisingekuwa hai. Waandishi wenzangu wameenda sana. Tusiwataje tu majina. Najua ninyi mtakumbuka tu Ngugi wa Thiong'o. Lakini tunao wengi sana. Baada ya pigo kama hilo, wewe ni mwandishi wa vitabu, hulipi chochote. Malipo ya kitabu sisi huku unalipa 10%. Ukinunua kitabu changu shilingi 100 ya Kenya, shilingi yangu ni 10 tu. Kwa hivyo ukimuona mwandishi yeyote ambaye amefanya jambo lolote la kuonekana kutokana na kitabu, nenda ufanye utafiti. Dunia nzima ni Mwalimu Wala bin Wala. Rafiki yangu Kikwete ananiita Wala. Ni Mwalimu Wala bin Wala. Kama unabishi, nitajie huko nyumbani kwenu kokote ulikotoka kwamba mwandishi fulani amejenga, ameendelea sana kutokana na uandishi. Hakuna. Muulize mzee Shaban Robert, nyumbani kwake wapi? Matias Mnyampala, nimeenda mpaka kule Mpwapwa kutafuta kaburi lake. Hata ninyi wa Tanzania pia ni kama wa Kenya tu. Hujaenda kutafuta mzee Matias alizikiwa wapi? Nimeenda kumtafuta Kilimali. Nimeenda Bukoba kutafuta kaburi la J. Kimbila, mwandishi wa kitabu cha Lila na Fila. Au wote na wataja vitabu vyao ninavyo hapa. Hatutaki kuwakumbuka wakiwa hai, lakini tunawataja wakishakufa, eti majina yao na kumbukumbu zao tutumie kutafuta shahada zetu. Tutaulizwa siku. Tunapoendelea na makuzi ya lugha ashirafu ya Kiswahili, kikubwa zaidi kinachosubiriwa hadi kufikia sasa na katika siku za usoni ni kuona endapo serikali ya Kenya itamtambua mzee Wala bin Wala kwa mchango wake mkubwa katika matumizi na makuzi ya Kiswahili katika taifa la Kenya. Taifa la Kenya tumemfeli Guru. Guru amefanya mengi zaidi kutukuza, ametangamana na wasikilizaji wetu. Radio 47 kwa mfano, tuna wafuasi wengi zaidi wanaotusikiliza kutokana na mchango wa Guru Ustadh Wala bin Wala. Kwa hivyo tunamshikamo, tunamthamini kama mboni ya jicho. Nikiripotia Mwaridi kutoka Matasia Ngong, jiji kuu la Nairobi, jina langu ni Ronnie Reagan. Asanteni sana. Mzee Mungwana sana huyu. He will go to heaven. Si ndio wanasema hivyo? Asante. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.